lazima toba yako iwe na masharti matatu. Sharti la kwanza, an yaqla'a anil maasiya, ajing'oe kutoka katika hayo maasi hayo uliyokuwa unayafanya, madhambi hayo ambayo mtu ulikuwa unayafanya, ujing'oe, ujitoe katika hayo maasi. Maana yake ujitoe moja kwa moja, usiwe unatubia baadhi halafu baadhi ya muda unarejea katika hayo madhambi. Ujitoe moja kwa moja, sharti la kwanza. Lakini sharti ya pili akasema, ayandama ala fi'liha, ajute juu ya kufanya hilo dhambi. Hayo madhambi ambayo unatubia wewe, ujutie kwa Allah, ulalame kwa Allah, kwa nini nilikuwa nikifanya madhambi haya. Sharti ya tatu, an ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan, azimie, aweke maazimio, aweke mikakati kwamba kamwe hatorejea katika hayo madhambi. Bimaana masharti haya matatu, la kwanza ujitoe katika maasi uliokuwa unayafanya. Sharti ya pili, ujute kwa nini ulikuwa ukifanya maasi hayo. La tatu, uweke maazimio kwamba milele hautoweza kurejea katika hayo madhambi. Hii ni dhambi ikiwa uliofanya ina mafungamano baina yako wewe na Allah tu. Ikiwa dhambi hiyo uliyofanya ina mafungamano baina yako wewe na mwanadamu, pengine umemdhulumu mwanadamu mwenzako, au umemwibia, au umemvunjia heshima, au pengine umemtusi, hii ni dhambi. Lakini dhambi hii inaambatana na haki ya mwanadamu. Sasa ili uweze kusamehewa, masharti matatu yaliyotangulia: uweke maazimio kwamba hutorejea tena kumtusi mwenzako, ujute kwa nini umemtukana mwenzako, lakini kingine ujitoe katika hayo matusi kabisa, kwamba usije ikawa ukamtukana tena. Lakini la nne, an yabraha, ajitoe min haqqi sahibiha, kutokana na haki ya ndugu yake. Kwa maana hii haki ya mwanadamu mwenzako, umemwibia, uirejeshe mali yake. Umemdhulumu, uirejeshe mali yake. Umemvunjia heshima, uende ukamwombe msamaha akusamehe. Kwa maana kwamba haitoshi tu ukatubia kwa Allah halafu haki ya mwanadamu mwenzako hujirejesha.